wewe nenda tu sehemu kama tulivyokaa hapa, si ndio? Mwanamke akipita hapa, wanaume wote si lazima wageuke. Kweli, yani kama una kitu unaona. Yes, kila mtu anageuka. Wanaume tumeumbiwa hicho. Macho yetu tumeumbiwa kutazama vizuri. Na kitu cha kwanza duniani ambacho Mwenyezi Mungu ametuumbia, tunakipenda na kutufurahisha na kututunza sometimes. Ukibahatika kuwa na mwanamke, shanaelewa. Kwa sababu kupata mwanamke bora nenyewe ni bahati. Unaweza ukawa na mwanamke mkali lakini kawa jini tu kwenye maisha yako. Ukawa na mwanamke wa kawaida lakini akawa mwanamke bora, superwoman kwenye maisha yako. Lakini tumeumbiwa, maua yetu ya kwanza ni wanawake. Sasa unataka Alikama akutazame wewe? Wewe kiredio una makalio wewe? Si una vijikalio vya kiume? Alikama anaangalia Msambwanda. Sanaelewa, anamuone kwenye account yako ya kiredio. Unataka aje kwenye account yako? Wewe utakuwa ngoja mkemia mkuu yuko kazini. Umesema nimeona bado umesema kwamba mkemia mkuu wa Mamba sio mtuma tayari mkemia. Kwa sasa hivi siwezi kumwataki kiredio kwamba wewe unapigwa miti, siwezi. Kwa hiyo kwa sababu mkemia mkuu bado hajaletea ripoti, na mkemia mkuu hajawahi kukosea. Hajawahi kunipa majibu yasiyo sahihi. Kwa hiyo Watanzania, subirini majibu ya mkemia mkuu. Kama huyu sio au Chanel, yes. Kwamba kiredio ni chichimani, bombocrat, hypocrite au sio chichimani, bombocrat, hypocrite. Kama ni chichimani unaruka naye. Yes man. Hatari sana. Yeah. Lakini amekosea sana kumwataki Alikama kulike. Na sio kwamba yani pale sio Alikama, watu wengi sana kina Baraka Yanga, watu wengi hata kwenye comment unaona. Kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Unataka wewe Isco nime na kuataki, ukipost kitu ni kuataki na nini kulike wewe? Wakati ni mtoto wa kiume. Nikiposti picha zangu ni. Shani sawa sasa hivi mwanaume unakaa Isco na wanawake kibao. Unataka kupiga miti wewe? Ndio. Na unakuta Isco hana mke. Huenda na yuko kwenye research ni yupi anamfaa. Kwa sababu sasa hivi dunia sasa hivi lazima utesti mitambo. Dunia sasa hivi kupata mke bora lazima tofauti na babu zetu, bibi zetu walikuwa anachaguliwa mke na anakuwa bora. Lakini dunia sasa hivi testi mitambo. Uchunguze na ukoo mzima. Unaweza ukaoa mwanamke kumbe ana madanga 10. Kwa lazima utesti nini? Mitambo. Kwa hiyo mwanaume jasiri ni lazima utesti mitambo. Sasa mimi na testi mitambo inakuuma nini? Unataka nije ni testi mitambo kwenye mgongo wako? You better watch your back yo. Oneni, huyu ni mzima kweli. Tayari mkemia kashanipa majibu. Mkemia achelewe. Watanzania, mwanaume unaweza ukawa na kucha moja ndefu kama hivi. Kucha. Wanawake ndio wanaweka kucha ndefu. Angalieni, uni mzima kweli, kucha za kike mwanaume unatembea nazo. Tayari mkemia mkuu kashaniambia. Huyu tayari kashachunguza kile kidole tuna mashaka nacho. Kina kucha ndefu za kike. Chanel, so you better watch your back. Hatari sana. Anko, kwenye hilo utapita na kila ambaye utaona hayuko sawa, upepesi. Yes, pepesi, na wala sitarudi nyuma na wala sitasanda kwenye hilo, kwa sababu moja tu. Mwenyezi Mungu alileta duniani kwa makusudi. Nimtumikie, nifanye kazi yake. Kama nabii, mtumishi wake, hii kazi nayoifanya ndio hii ya kukemea mapenzi ya jinsia moja. Sitarudi nyuma, na namshukuru Mwenyezi Mungu sijawahi kutishwa. Unanielewa? Toka nianze hizi harakati sijawahi kutishwa na yoyote, kwa sababu wote niliowataja hakuna niliyemsingizia. Ningekuwa kuna mtu nishamsingizia, ni lazima angekuwa ameshani mind. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo sijawahi kutishwa wala hujawahi kumsingizia mtu, na wala sitarudi nyuma mpaka naingia mochwari. Kwa jina la Baba na la Mwana la Mtume Muhammad na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu ni mshinda aje kushindwa, na mimi nitashinda. Noma sana Anko. Umezungumza hapo kwamba Isco nitashinda mpaka sasa hivi. Unajua Isco? Yes, mpaka unajua wakati naanza watu wengi huyu sio kapotea kwenye muziki, anasingizia watu sio, wakati jamii haijachafuka. Wakati nataja wale watangazaji. Shana mtu huyu mtangazaji kweli amna. Dudubaka fulia anatafuta pa kutokea asili. Sasa hivi yako wapi? Hao watangazaji mnaishi nao mtaani. Hawaliwi, wanaliwa. Hao ma DJ mkono mtaani. Sasa hivi mnakuja mnaniambia kweli bwana.
Kweli bwana, kweli bwana. Mshanaelewa? Mpaka sasa tumefikia hatua mwanamke anamfanya mwanaume. Uongo kweli? Nilianza kitambo na sikukata tamaa. Kwa hiyo sasa hivi nani mshindi? Ni mimi, Putin ndo mshindi. Kwa hiyo hapa mimi nasherehekea Mambas 24 Majenzi, tunasherehekea ushindi. Nimeona juzi bwana, kuna watu wamecomment pale Mlimani, baada ya Mlimani City pale, wanasema walioandaa tamasha wanajuta kumuita Dudu Baya. Wewe FDQ, Babu Tale, nani ni washikaji zako? Ni kweli kuna namna wamekulaumu ango kwenye kile kilichotokea? Hapana, mpango ulikuwa hivi. Walivyonipigia simu, tuna tamasha linaitwaje, miaka 30 ya Bongo Flava, lina maudhui gani, yani slogan gani na lengo ni nini? Kama ninavyokujua huendagi Kuna matamasha makubwa tukaona, lakini watu wanazunguka mikoani ndo wanafundishwa ushoga kwenye mahoteli, usagaji, ulevi wa watu wanasafiri na mashoga kwenye matamasha. Coastal imejaa mashoga, madawa kulevya na nini. Sasa matamasha nishakataa. Nikauliza, na hili linafanana na yale ya kishetani? Kasema hapana, hili lengo lake ni kukemea ushoga na usagaji. Nikauliza mimi nikisiko nauzaga mara 3. Ndio maana ya kong 3. Lengo lake ni nini? Kupinga ushoga na usagaji. Mara ya pili kupinga ushoga. Mara ya tatu nikasema, mara ya tano nikamwambia haya twende. Kwa hiyo mpaka mimi nafika pale. Huyo ndio ilikuwa plani, sio kwamba nilizungumza pale nimelewa. Mlikubaliana mbebe huo ujumbe kwamba tamasha letu linapinga. Yes, mpaka mikoani. Sasa kama mimi napinga ushoga, ni sehemu gani ya kupinga ushoga? Niwaulize nyinyi. Mshanielewa? Niwaulize nyinyi wa Tanzania. Watu wengi na sikiliza. Hizi anasa zinaanzia wapi? Misikitini, makanisani au majumbani? Mara nyingi asilimia kubwa si sehemu za starehe. Na pale ilikuwa sehemu ya nini? Pale ndio watu wanaleweshana. Wanatongozana. Na pale ndio watu wakilewa pengine wanaweza wakachukuana wakaenda kupigana. Si ndio hiyo sasa? Shanaelewa. Mwanamke kakutwa pale kaleweshwa, kajikuta kapigwa miti. Mwanaume pale kaleweshwa, kajikuta kafanya nini? Kapigwa miti. Kwa hiyo ile ni eneo la kishetani. Sasa ndio nikasimama imara kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu kukemea Sodoma na Gomora kwa kutumia umaarufu wangu, kwa sababu ningekuwa sio maarufu nisingeitwa pale. Sinaelewa. Kwa hiyo nikatumia ile mic kumwakilisha, kumtukuza na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Shanaelewa. Kwa hiyo pale sijakosea, ndio maana sikomba msamaha. Na sikomba msamaha kwa sababu waandaaji waliniambia lengo la nini? La tamasha ni hilo. Na ndio maana hata wao walikuja tukazungumza. Na kususa nisiende mikoani ilikuwa dhamira yangu ya kweli. Kwa sababu wamekiuka kile ambacho mlikubaliana. Yes. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndio maana nisema haikuwa bahati mbaya. Alafu kitu kingine nachukia sana mtu anapokasingizia kale keupe. Yaani mimi mtu ukikasingizia kale keupe naweza nikakubabua kwa sababu kale keupe. Wanakasingiziaga tu. Keupe. Hii siko sijaanza kunywa keupe leo. Toka 2004. Je, show ngapi nimefanya? Hayo matamasha yote swi Fiesta au Saifeso tumezunguka. Na kunywa keupe nishai kuharibu jukwani. Nishai kutukana jukwani. Show za Wasafi Festival 2019. Fiesta show kibao, miaka kibao. Nishai kutukana Fiesta jukwani. Matamasha mangapi makubwa? Kenya, Uganda, wapi mpaka Ulaya. Nishai kutukana. Lakini kwa nakunywa nini? Why now ukasingizia keupe? Pale ilikuwa mpango mkakati kwenda kutimiza lile lengo la tamasha. Sio bahati mbaya. Kubeba ule ujumbe. Hatari sana. Sharera, you better watch your back on. Hatari sana anko bwana, mambo ni mengi sana. Miaka 30 imeenda poa Bongo Flava, lakini kuna watu, kila mtu alisema la kwake. Tulifanya interview tukawa tumezunguka kuhusu kauli ya TID bwana, kusema siwezi kwenda kwenye tamasha lenye watu 100, lakini pia tunaamka leo tu ndugu yetu limemkuta jambo bwana, tukaambiwa amebebwa na yuko polisi. Sababu ni kwamba alienda kwenye moja ya baa maarufu hapa mjini ambayo ipo Sinza. Akalewa, alienda ya Tabata akalewa, lakini bili hakulipa, na utata ulianzia hapo kwenye kulipa bili. TID kawekwa ndani kwa ajili ya deni la shilingi 210,000. 500,000. Sidhani yule anaweza kanywa 500,000. Itakuwa kwenye laki. Hawa wasanii nishasema. Siwezi kuwataja wengine kwa sababu tunaongelea huyu TID. Madawa kulevya ni kitu kibaya sana. Kivuta madawa kulevya unakuwa nusu kichaa.
unaweza ukaforce jambo lolote muda wote. Na mimi jana natoka Slipway, niliona video clip yake akiwa pale kitambaa cheupe ya Tabata, yuko na dada fulani simjui ni nani, alafu yeye yuko kulia na mshikaji wake yuko kushoto. Ile video clip nilivyoizoom nikajua hapa kutatokea balaa. Ukajua kutatokea balaa. Nakuja kuamka asubuhi ndio napigiwa simu na meneja wake. Meneja wake sasa hivi kama wanafikiri hawaelewani. Kaniambia nenda Tabata kituo cha polisi ukamtoe ndugu yako. Anadaiwa bili. Mara sijakaa sawa, naona kwenye vyombo vya habari. Ndio nikakumbuka jana nilimwona. Kweli kitambaa cheupe ya Tabata. Kwa hiyo huyu ni kweli alikunywa na hakuwa na hela. Na mimi kwa huruma nilienda kabisa benki. Unajua mimi sikagi na hela hizo. Mimi sikagi na hela mimi naweka benki. So mimi na chakula kila kitu ndani. Shanela. Nilienda kudraw hii pesa. Shanela. Nilienda kutoa hii pesa. Ili ni mtume FDQ. Meneja wangu aende kumtoa kituo cha polisi. Shanela. Atoke na uzee wake, maana nika kijana kazee. Kamezeka mpaka nywele aziote. Shanela. Lakini baadaye FDQ akaniambia ameshapata dhamana. Na wao kaniambia ameshatoka. Sasa kama ni dhamana labda hajalipa au kalipiwa. Sasa hatujajua nani kafanya nini? Nani kamlipia, lakini kilo safi. Ulikuwa tayari kwenda kulipa hilo? Mimi siwezi kukaa na pesa hivi. Mimi sio mjinga. Sababu kama kila kitu ndani inacho. Sasa nakaje na hii pesa yote? Kwa hiyo nilienda benki kutoa ili FDQ aende. Na kweli FDQ akawa amewasha gari kutoka Mbweni ili aelekee kule. Baadaye ndo tukapata taarifa kwamba ametoka, na mtu mwingine aliyetupa taarifa ametoka ni wewe mwenyewe. Nikamwambia anko katoka bwana, yupo katoka. Kwa hiyo nikamwambia Fid, nilimpigia simu kabisa, nikamwambia nimeongea naye. Nikamwambia Fid, nikakuuliza deni shilingi ngapi? Kwa hiyo Fid akaniambia kashachomoka. Nikamwambia basi rudisha hiyo hela. Ushanaelewa? Kwa hiyo nafikiria umtumie hata 1,500,000 apate kidogo matumizi. Inabidi awai Dodoma leo weekend akapiga show zake. Talatala. Akapiga show tena. Nafikiri atakuwa ameshapanda basi hivi huko njia anaelekea Dodoma. Kwa image ya TID na namna ambavyo anapiga hizo show za kwenye hizo bar mkoani Dodoma hivyo, anaweza kweli akaleta utata wa kulipa bili hiyo ambayo tunaisikia. Sio yeye wa kwanza kwa wasanii kutokulipa bili. Sio ya kwanza. Nishawahi kuwatajaga list ya wasanii ambao anaweza akafika sehemu akaagiza Hennessy. Alafu anategemea kuna watu watalipa. Alafu wale watu wanakuja kugoma kulipa. Mvua imekunyeshia wewe. Kwa hiyo tuna wasanii mdananda. Ushaelewa vizuri? Msanii yale akina Matonya, kila sehemu ambao unadaiwa, kila kiuchifu kudaiwa, jambo la kawaida. Kuiba mataulo hotelini, jambo la kawaida. Shahidi kuiba taulo. Kama ushasikia Matonya Muweza promoter aliojua Clouds kaiba mashuka na taulo. Kwa hiyo hawa wapo. Sio kwamba tunaonea, wapo. Shanelewa. Kala umelala hotelini huku na huku, unamtuma cha wako anatoroka na begi, unasepa hujalipa chumba na bili na chakula kila kitu. Hawa wapo. Tuko nao. Kwa inawezekana TID alitegemea labda yule dada ambaye walikaa naye wakawa wanaenjoy. Yaani nafikiri itakuwa hivyo. Alafu yule dada akafanya nini? Akachimba. Shana, na kuna mtu mwingine anaweza akafanya hivyo kwamba bosi wangu wa Talatala atanitoa tu. Sababu atanihitaji weekend kwenda kupiga wapi? Dodoma. Na nafikiri hata hiyo ile imetoka Dodoma. Ili Jumamosi awai kwenda akapiga show. Nafikiri sasa hivi atakuwa njiani anaelekea Dodoma. Kwa hiyo si kitu kizuri kwenda kucheza na biashara. Na ndio maana sisi wasanii waga hatupendi promoter tuimbishe bila kutulipa. Sasa huwezi kwenda bar. Ni bora tu ufike. Kilichotokea pale pia kitambaa cheupe. Kama hujasikia nikwambie kidogo wangu. Wanasema pia wakati amepewa mic akataka kuimba, kuna hela ambao walikubaliana na yule meneja wa ile bar, akasema kwamba anahitaji kwanza apewe hela yake ili aendelee kuperform. Sawa. Anasema alikuwa anadai 1,000,000. Yule meneja alimpatia ile 1,000,000. Sawa. Ndo akaimba. Baada ya kuimba sasa ndo ikatakiwa kwamba alipe sasa zile bili za watu ambazo alitumia. Kwa hiyo mshiko wake aligeiwa. Kwa hiyo pale alienda kuperform. Akagewa 1,000,000. Alafu alipewa akiwa pale baada ya kudai kwamba sitaki kuimba mpaka nipewe. Akapewa. Alivyopewa
akaimba, baadaye alivyoshuka ndo akatakiwa kulipa sasa ile bili ambayo. Kwa hiyo mkataba wao haukuwepo kwenye vinywaji. Vinywaji utajijua, hiyo mikataba ipo. Unajua nikwambia kitu kimoja mlikuwa mjui. Mikataba yetu ya muziki, promoter mnaelewana, mlichoelewana na kulipa, si ndio? Na pa kulala na chakula. Vinywaji mapromoter waga usiki. Labda tu kwa roho safi aseme mahudumu, msikilizeni msanii wangu hapa. Lakini bili za vinywaji promoter wa usiki. Kwa sababu gani? Ulimbukeni wasanii wa Tanzania. Mimi naweza nikaa hotelini, wakaja washikizi, labda niko Singida, washikizi zangu wa Singida pale kama 10-15. Alafu wote nawaambia wasikiliza hawa. Wasikilize wanangu. Kaunti itaisha. Naita mademu nini wanakunywa.